Watazamaji, tumefika kwa Mama Mary pamoja na Mzee Joseph hapa Nangoma, na leo nataka tupe historia yake kabisa, penye alianzia na penye tumefikia, penye amefikia na kula ambapo tunaelekea. Mama, salamia watazamaji kwanza. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Mimi naitwa Mama Maria Nangoma. Mzee yuko pia area, tafadhali salimia watazamaji. Na salamu katika jina la Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mimi ni Joseph kutoka Nangoma sublocation, Nangoma location, Mathayo subcounty, Busia county. Sawa. So nataka mtueleze penye hii safari ya huduma ilianzia kwanza. Juu nataka mueleweke tu vizuri sana. Mama, labda tuanze na wewe. Hii safari ilianzia wapi? Sasa 2013 ilikuwa mwezi wa 5 tarehe 20 saa 6. Kitu ilianguka juu ya nyumba. Tulipostuka tulipata light imeshika nyumba yote, na hiyo light ilishuka polepole kufika chini. Katikati sauti ikatoka ikasema, mimi ni Kristo, nimetumwa na Baba, natafuta Mama Maria. Nilijipata kama nimemjibu, nikamwambia mimi sijui Mama Maria, na yeye akaniambia ni wewe. Ni kitu ambayo ilikuwa imejificha, wakati imeadia ujitambulishe. Wanadamu walifanya na wewe vitu mingi na hawakutambua wewe ni nani. Hauna baba, ulizaliwa na Roho Mtakatifu. Nilipostuka nikaona naita bwana wangu Joseph, naye akamwambia mimi sio Joseph. Na akamwambia ni wewe Joseph, ulipata bahati lakini haukuitumia kwa ukweli. Ulidanganya Maria mkakula harusi na ulikuwa umeficha bibi. Mwenzangu alianguka. Alipoamka alikubali. Kristo akamuuliza, huyu mama ambao umeficha unataka kumuoa? Akakana. Alirudia tena akamrudia mara 5. Akamwambia sasa nimekupa punishment, kutubu miaka 5. Msiende kanisani mkapokea. Alitenda dhambi. Nilikuwa na pete. Hiyo pete Kristo alienda nayo, haikurudi mpaka leo. Sapo mwenyewe ataeleza yake ndio niendelee. Joseph, labda tueleze madai kama ni ukweli penye mlianzia, hebu tueleze pia si tuelewe. Ilikuwa hivyo vile mama ameeleza yenyewe. Mimi nashukuru Mungu kwa maana nilikuwa mimi mwenyewe na nikajionea. Kama ingekuwa maneno ya kuambiwa tu tumetoka nje ya bomba ndo nakuja napata maneno inaendelea hivyo, ingekuwa ngumu kwangu, lakini nashukuru Mungu nilishuhudia. Kuanzia hapo akatutawanisha, kila mtu abaki na maisha yake. Sasa siku ya kwanza sisi tulidani ni pepo, tukarudi kuishi tena. Hiyo mwangaza ikarudi ikiongea, mbona mwanadamu anataka kunidarau? Nilio ya nena inakamilika. Sasa kwa hiyo nyumba kulikuanga na situ pale mbele. Alisimama hapa akaita Joseph, Joseph, Maria anaanza maisha yake. Tafuta mattress mzee kwa nyumba yako umpe. Alipopeana hiyo mattress, walikuja wakatandika kwa sitting room. Mimi nilidani nakuja kulala hapo. Nilipofika hapo, sauti ilitoka nje ikaniita hapo penye mnaona wamejenga msalaba. Na akaniita. Nilipotoka, mvua ilianza kunyesha, kanianguka na ikaanguka hii side. Nikajipata niko na mabaya. Na hao wakaanza kulia na sisi tukaenda na yeye. Kaenda binguni. Aliponiregesha ilikuwa saa 11 asubuhi. Na akalia midomo 3. Alipomaliza aliomba Bible, akafunua Luka 4. Akaonyesha mstari wa 18, 19. Akaongelea juu ya hiyo somo akisema hii somo ndiyo ilifanya akauawa. Na yeye alikuwa amekuja kusulubiwa nyinyi mpate wokovu. Hapo ndiye alinipa miaka ya kuishi na nyinyi duniani. Na hiyo nguo ambao nilimea nayo mabaya alinikataza. Hata mtoto wangu asiweke mkono, hata mume wangu. Akaniambia niiweke mahali. Ile siku roho yangu itanituma kutoka nayo nje, nijue ndio siku yangu ya mwisho duniani. Nitaomba, nipande kwa mlima mahali penye nilikuwa nalala. Hao mlima nilala hapo miezi 2. Bila kukula, nilikuwa natumia maji. Hapo ndio mwezi ilikuwa inashuka chini, ikinionyesha kila kitu. Ikifika asubuhi, ananiambia enda ambia watu, Yesu wa Nazareti anapita. Sasa nikiwanga nikisema, watu wanasema ni majini,
Wengine wanasema bwana yake ndiye alinunua majini akamuingiza, wengine wanasema ni misambwa. Niliendelea hivyo kuhangaika kama watu hawezi songea karibu na mimi. Watu wangu wote wakanikataa. Hata hapa hii boma nikabaki tu na bwana yangu na watoto wangu. Tukawa tu hivyo tunahangaika mpaka mahali alifika akanituma Mundika Mission. Watoto una wangapi? 5. 5. Endelea. Sasa aliponituma Mundika Mission, nikaenda nikaona fada. Siku hizo kulikuwa na fada Muhongo. Akanipeleka mbele ya altari, kaniambia nipige magoti. Nilipopiga magoti aliomba. Alipomaliza niambia, tulidani hii kitu iliisha. Kumbe Gabriel bado anapeana baraka. Nitakuja kwa boma tukuombe. Siku yenye alinipa hakukuja. Nilingoja, baadaye nikasikia mtu alienda akamwambia ati hiyo ni majini. Fada hakufuata ile alipata, alifuata ya wanadamu. Kristo hakuchoka, alinituma tena nirudi kwake. Nilipoenda mara ya pili hakuniruhusu nimsongea, alinifukuza. Nikarudi. Kumbe niliporudi Mungu amekasirika. Kufika hapa ndio ilikuwa shida. Hapo karibu na mahali mnaona wamejenga msalaba hapo. Na hii kona ya chapeli hapo ndio mvua ilinyesha. Na ninalia hata Wakatoliki mmeshindwa kunitambua. Kama ningeshuka nikitembea, ni nani angenikaribisha? Pasipotumia mwanadamu, aliongea midomo 3. Alipomaliza aliniambia niingie ndani, nikakaa ndani ya nyumba na mvua ikaanza kunyesha. Kumbe hiyo sauti ilienda Ganjala. Ndio mahali alitoka na bibi, ni bibi ya pili kwa bwana yake. Alipokuja naye akamweka hapo ndani, akampa jina Mama Magdalena. Na akaniita, akaniambia Maria, uko na uwezo, muombea nyamaze, akuwe ushuhuda katikati ya wanadamu. Watu wameniogopa. Wananiita majini. Nda Ganjala akakuja na huyo mwanamke. Okay. Akampa jina Mama Magdalena. Ni mke wa mtu. Yuko hapa Mama Magdalena? Kwake ni Ganjala. Okay. Saa hii yuko hapa. Tuendelee. Sasa huyo mama Mungu akaniambia muombea nyamaza, alikuwa anaongea kwa ndimi. Nilipoomba tulitulia. Nikaleta nguo ya mtoto wangu msichana akabadilisha. Tukalala na yeye hapo. Ilipofika saa 6 ya usiku alituita. Tukakuja mahali mnaona tumejenga msalaba. Akamuuliza, Magdalena, nini unasikia kwa hii boma watu wakisema? Na huyo mama akamjibu, wanasema hii ni majini, wengine wanasema Bwana ndiye alimuingiza majini, wengine wanasema ni misambwa. Na Mungu naye akamjibu, mimi si pepo, mimi ni Mungu niliyoumba mbingu na dunia. Huyu ni mtoto wangu, ni kitu ilikuwa imejificha. Wakati umeadia aweze kujitambulisha. Alipomaliza hivyo, alituambia turudie Baba yetu wa mbinguni sisi wote pamoja mara 3. Tulipomaliza akaniambia niambie Magdalena nyamaze. Hiyo bingu mnaoona nilibisha mara 5 na ikafunguka kama mlango hivi. Ilipofunguka hivi, aliniambia kuinua hii mkono. Nilipoinua hivi, akaniambia ni wewe mwanangu, katikati ya ulimwengu wote, chochote unachokisa katikati ya wanadamu yatendeka. Hii akaniambia niinue hivi, akaniambia hii nimekupa walaana. Chochote unacholaani katika ulimwengu hata mbinguni kimelaaniwa. Na hii akaniita haraka, Maria, Maria, Maria usilaani, kwa maana pia wewe hautalaaniwa. Alipomaliza alisema tena turudie hiyo sala na huyo mwanamke. Tukaomba Baba yetu wa mbinguni tena mara 3. Akasema muende mlale. Tukaingia kwa nyumba, tukalala. Nilipoamka asubuhi kutoka nje, nilisikia mtu akiita, Maria, Maria. Nikazunguka hiyo nyumba nikitafuta, lakini sioni mwenye ananiita. Nilipozunguka mara ya 3, ndio nikaona jua likaanza kuniongelesha. Siku ya kwanza pia mimi nilikuwa naogopa nikijificha kwa watu. Lakini nilikuwa nasikia sauti ikiniambia vumilia. Hata Yesu aliteseka hivyo, ndiye akafika mahali akasimama. Niliendelea hivyo kufika jioni, mwezi kaanza kuongea na nyota na rainbow na mvua. Nimeishi na hizo vitu miaka 12. Labda Joseph atuongezee. Ya wakati tulienda Mundika, padri akatufukuza. Nilikuwa pamoja na mama. Wakati alitufukuza tukarudi. Hiyo yote ikatendeka, mwisho wake tukatumwa tena kwa mlima. Na huyo padri aliwafukuza kwa nini? Baada ya kusikia ati sisi tunatumia majini. Okay. Na mapepo. Tuendelee. Sasa tukarudi kwa mlima. Wakati tulirudi kwa mlima kushuka, baadaye tena akatutuma tena Mundika.
Hapo ndio tulipata wameshabadilisha mapadri, tukapata padri mgeni. Padri huyu tukaingia, ilikuwa siku ya ofisi kawaida, tukaingia kama Wakristo kawaida, tukahudumiwa, tukamwelezea kazi maneno yetu. Yeye pia alikuja akanyamaza, akaomba ndani ya roho yake, alikuwa akainama chini akaomba kama tumekaa tu. Kumaliza akasema, sasa hii kazi ni ya Mungu. Kama kazi ya Mungu, mimi sina budi kuifungia. Akasema nitakuja nifanye misa. Lakini kabla hajafanya misa, akapatia mama interview. Akaandika jina ya mtu. Akasema, "Ebu ombea huyu mtu." Akampa. Kweli mama bila alipewa hiyo jina, bila alitoka kwa ofisi, tukitoka tu hivi kwa ofisi, hiyo jua ikamuita, akaangalia jua, akaanza kuomba. Hiyo wakati tu akapata report ya huyo mtu, akarudishia tu, kabla hajaenda mbali, akarudishia fada. Akaambia fada, inaonekana huyo mtu namna hii na kufika saa fulani itakuwa hivi. Fadha mgani huyo? Huyo sasa alikuwa Fada Morris. Endelea. Morris Langiri. Okay. Sasa bila alimrudishia, fada pia akangoja. Vile wiki iliyofuata baadaye tukaenda tena sasa kuchukua tarehe ya misa. Akatupatia tarehe, akasema nitakuja kusoma misa na ni wakusimamisha ufanye kazi. Na ni kweli alikuja akasimamisha. Hiyo ilikuwa hii kazi ilianza mwezi wa 5 kuamkia tarehe 20. Lakini hiyo misa ya kwanza kwa sababu ya huyo padri kwenda na nini tulifanywa mwezi wa 8. Okay. Kwa sababu ya hiyo delay. Ndio fada alikuwa amekuja nini, akakuja mwezi wa 8 akatufanyia misa ya kwanza. Hapa nyumbani akasimamisha, akabariki hapo mahali pa kujenga msalaba, akabariki humo ndani, akasema sasa hapa itakuwa mahali pa maombi. Na kama iko shida mkue mkikuja kuniona. Na Mungu akiwatuma jambo lolote mkuje mnihusishe. Kwa hivyo tukaendelea naye for 11 good years. Bila alikuwa anatufanyia misa kila wakati. Mungu kama anakuja tu anasema nataka misa hapa, watu wakuje waombe. Si mimi na mama tulikuwa naondoka tunaenda. Anatupatia tarehe, tunarudi, tunaambia Wakristo wanawajitayarisha wanakuja hiyo misa. Sasa hatukuwa na shida na yeye. Na tunamuombea mahali alipo. Mungu ambariki na ampe nguvu kwa sababu yeye ndiye ametuwezesha tukafika mahali tulipo. Hapo Kristo alipeana vitu viwili, baraka na laana. Na akasema mtu anapokuja aanzie kwa msalaba, aombe Baba yetu wa mbinguni mara 3. Akimaliza apite mkono wa right ya hiyo chapel akizunguka mara 3 akitubu dhambi zake. Ndiye aingie ndani. Akiingia ndani alisema tuwaeleze mtu atubu dhambi za babu, dhambi zake, dhambi za babu, dhambi za wazazi, dhambi zake. Na muombe Mungu yale anayoitaka. Kama mwanadamu alimuguza, sauti yake inastahili kuja kuongea na itakufungua. Kama mmefuga majini ama walikutumia, hayo majini inastahili kuja kuniongelesha mmeishi muda gani na imefanya nini, baadaye itachomeka. Kama ni misa mbwa boma inawasumbua, itakuja, itanieleza ni nini ilitenda kwa boma na nini inataka, baadaye itachomeka. Na kama ni visirani na magonjwa mwenye atachukua, utajipata ukiwa huru. Na hapo alinena ya kwamba kwa maana kila siku alikuwa ananiambia ambia wanadamu wanijengee chapeli. Chenye nilikuwa nasema na watu hawashughuliki. Na walidani wanataka kunijengea, hawakufanya. Akangoja mpaka miaka 6. Alipofika miaka 6 alikasirika. Ndiye akaweka sadaka, akasema kama mtu mwenye anaweza tubu ajifungue, atoe 500. Mwenye anaona hawezi tubu vizuri, nimpatie mtu atubu na yeye nasikie kila kitu. Hapo ndiye aliweka 1500. Na hiyo yote ilikuja kwa hasira, kwa maana alitaka chapeli. Hawezi ishi kwa nyumba ya mwanadamu. Hapo ndio nikaweza kuchenga hiyo chapeli mnaona. Na hiyo chapeli sio ile Mungu alitaka. Yenye alitaka ilitoka juu, ilikuwa na makio na ilikuwa kubwa kufika kwa msalaba hapo na kuruka fence huko nyuma. Kwa maana alisema ni kitu inaenda kusavu ulimwengu wote. Hata mimi nikiondoka
itaendelea kuwasaidia. Kwa msalaba Amepeana maji. hii maji Hiyo maji inatibu kila kitu na inafanya kila kitu, na alisema mtu asiombee mwenzake mabaya juu ya hiyo maji. Hiyo maji amepeana kuleta baraka duniani na kubadilisha watu ambao wamepotea na wale ambao wamefungwa kufunguliwa maisha yao. haya. Sasa tunaelekea wapi Mama Maria kutoka saa hii? Juu umetupeleka the whole process. Sasa kitu wale ambao walianza walifanya vibaya. Mimi niliwaeleza Kristo alinipa jina Mama Maria na akapetea mzee Joseph, sio baba wa Yesu vile walisema. Na Mungu alinena tumfuate kwa njia ya ukweli, na nataka watu wabadilike waweze kumwelewa vizuri. Hapa mahali Kristo anaishi kila siku. Kama najua tu naweza omba vizuri, mwenyewe atashuka, ataongea. Kama ni pepo si mtakemea. Kama ni Mungu mtatambua. Kufuatana na miujiza ambayo inafanyika hapa si kitu ya kawaida. Hata mimi mwenyewe sijui mwishowe tutamaliza namna gani. Kwa maana siwezi wadanganya, kwa maana anasema kila siku alipoambia Noa kutengeneza safina watu walidarau. Na siku saa hii aliniambia niwaambie watu mtubu, wengine mnapinga, wengine mnanena kinyume, wengine mnaongea mambo yasiyofaa mbele ya Mungu. Na sio kupenda kwangu, pia mimi nilijipata kama mwenyewe amenichagua kaa katikati yenu. Na ni lazima nitafanya vile anataka. Mama, labda kwa familia kuna yeyote ambaye anafuata Niko na mtoto wangu second born. Ndio. Mungu aliyomchagua tunafanya na hii kazi. Pia yeye anafanya kwa uwezo wa Mungu. Na akishindwa kitu anastahili kuniuliza, niulize Mungu. Nimuelekeze jinsi anastahili kusimama. Neno la mwisho kwa wale ambao wanakutazama. Mimi nikiwa hapa sikujiita mwenyewe. Ninataka watu waelewe vizuri kitu ambao iko hapa, na sitaki mupate laana. Hii si mchezo wa wanadamu, ni kitu ambayo inatoka kwa Mungu direct. Hapa mahali chochote ninachofanya lazima jua liniongoze, kama ni mchana, kama ni usiku, ni mwezi ama nyota ama mvua. Siwezi jifanyia chochote. Na ukitaka kufuata story yangu, nifuate, nitakueleza yote mpaka mwisho. Na ni ndefu, si kitu nilipata siku moja, kwa maana kila siku tunaongea na nakueleza yenye anataka nifanye. Jua Hizi manguo hapa. Jua ndio lilipingilika, ilikuwa Sunday saa 9. Na likaniita nje. Nilipotoka nje, kala ilitoka juu ya yellow, ikafunika hii compound yote. Nilipoangalia hivi niliona watu juu wamevaa nguo za white. Wakatoa nguo ya white wakaishika hivi wakaniita, Maria, unaona hii nguo? Nikasema ndio. Kaniambia Kristo ndiye alitumia akiwa katika ulimwengu akaiweka kando. Wakatoa light blue, kaniambia ni ya Mama Maria, wakaiweka kando. Niko na blue, wakaniambia ni ya Mama Maria, wakaiweka kando. Niko na grey, wakasema ni ya Kristo. Niko na ya gunia, wakasema ya Kristo. Niko na purple, wakaniambia ni ya Kristo. Niko na yellow mesh, walisema ni ya Maria. Niko na browni, wakaniambia ni ya Maria. Nimevaa hizo nguo kwa miaka 8. Sasa mwaka wa 9 Kristo alikuja kama amebeba green ameiweka hapa. Nilikuwa mgonjwa, akasimama mbele ya miguu yangu akaniita, Maria, nimekuletea nguo ya amani. Nilipostuka hivi nilijipata nimepona, nikaamuka. Akanipa nguo ya green, nimeivaa sasa miaka hii. Na Joseph, labda kuna nguo zake rasmi za kama wewe hivyo? Ndio, mnajua Joseph alikuwa mtu wa mtafutaji, mtu wa kufanya kazi. Sasa yeye anavaa yoyote yenye imekuja. Labda jambo la mwisho Joseph, kwa watazamaji. Ningependa tu kuwahimiza tuombe Mungu aliye hai na tutubu kiukweli, kwa maana hii dunia imepotea, imetoka kwa mzingi wa kikanisa. Naomba tu tutazame ujio wa Kristo na tufate Biblia ya ukweli. Na tena ningependa kusema, juzi walituona kwa TV wakisema, watangazaji walituwekelea ya kuwa sisi ni wazazi wa Yesu. Sisi tunaomba huyo Yesu. Yesu ndiye baba wetu. Yesu ndio kila kitu yetu.
Bila yeye hatuna chenye tunafanya, kwa sababu kwa hivyo sisi sio baba wa Yesu, sisi ni watoto wa Yesu. Asante sana. Wacha tuone kanisa la Yesu Kristu. Mama Maria ndio anatuelekeza kanisani. Acha tuingie ndani. Kwanza kabisa tunatoa viatu, sio? Haya, sawa, tutatoe viatu. Si sana. Kidogo tukaonesha viatu. Tazama. Hii kiatu, hizi ndio viatu Kristo amekupea? Siwezi vaa viatu zingine hapa duniani. Sawa sawa. So wacha tunamalizia na tuone vile watazamaji watasema kwenye comment section. Hata chakula, alinipa chakula. Unakula chakula gani kwanza? Ugali amenipa, naweza kula ugali wowote. Ndio. Lakini vitu kama nyama, aliniambia nyama, hakukula nyama yenye wamepika, alikula nyama yenye wamechoma. Samaki akanipa ngege na inakuwa fry. Usilete tu fresh ati nitakula. Na vitu zingine hizo zote alinikataza. Uji, chai? Chai mimi sikunywi, alisema mbinguni hakuna chai. Chai yangu ni maji. Hiyo miaka 12 aliniambia hakupaka mafuta. Sijaiji paka mafuta kwa mwili tangu 2013 mpaka siku ya leo. Sabuni ndiye alinipa type moja, Protex peke yake. Na akaniambia kama hujapata usitamani mambo ya ulimwengu. Oga tuna maji na usurvive. Sasa nimeishi nimesurvive tu hivyo na hiyo maisha. Na ukiniita kwako usipike, kwa maana sitakula, nitatumia jua mpaka nirudi. Na labda kupatikana kwako, namba ya simu labda utafutwa na mtu yeyote? Nitampatia. Sema tu 07 14 40 48 69. Rudia tena. 07 14 40 48 69. Tumeshukuru sana mama. Taandika Mama Maria. Haya.